Wakati mwingine barazani kwenye mzaa, hata mitandao ya kijamii. Manake kule kwenye mitandao unapoangalia mambo mabaya mabaya, unaposhiriki kuchati vitu vibaya vibaya, unaposikiliza mambo mabaya mabaya, manake pale upo nyumbani kwako, lakini kiukweli uko barazani kwa watu wenye mzaa. Kinachoingia moyoni mwako kina uwezo kukujenga au kukubomoa. Mwandishi wa Biblia aliona ya kwamba kuna maeneo ukienda, kuna watu ukikaa nao, kuna mambo ukiyasikiliza, maisha yako yanaharibikiwa. Sio kila eneo unapaswa kwenda, sio kila kitu cha kusikiliza. Kama Biblia inasema tusiketi barazani kwenye mzaa, maanake nini? Keti barazani kwa watu walio serious. Mfollow mtu kwenye mtandao ambaye unajua kabisa huyu mtu nikimfollow huyu kuna maarifa anayapata. Maisha yako yanajengwa na kuboreshwa. Jinsi ulivyokuwa jana ni tofauti na leo, kwa sababu kuna mtu sahihi umemfuata mtandaoni. Kuwafollow watu sio vibaya, ila ni baraza la aina gani umeenda. Wengi wanaenda barazani kwa watu wenye mzaa, na ndio maana maisha yao hayabadiliki. Angalia watu ambao umewafollow, manake uko barazani kwa watu wenye mzaa. Ila unapoanza kuunfollow, manake unatoka barazani kwenye mzaa. Unapofollow watu wenye maarifa sahihi, maana yake unaingia barazani kwa watu walio serious. Jifunze vitu vya maana ili uwe na maisha ya maana.